Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna audio iliyomjumuisha Sheikh Omar Salim Waitara hafidhahullahu ta'ala waraahu, kulingana jitihada zake kubwa akielekeza umma katika hutuba ya siku ya Eid al-Fitri ya kwamba ishikilie mafundisho iliyokuwa imejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mafundisho mengine. Sambamba na maelezo yake akafika mahali akasema Nyerere Square ni eneo la kiserikali na masuala ya kisiasa. Sisi Waislamu halituhusu jambo hilo la Nyerere Square, na maelezo haya yako sahihi kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa hadithi. Tutasikiliza hivi karibuni. Haikukawia akatokea bwana mmoja niliyemsikia kwa mujibu wa audio hiyo akiitwa Muhammad Kanzu, akaja kujaribu kuiradi mada hile na kutaka kuichafua. Subhanallah. Lakini cha kushangaza, kwa sababu alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, haki inakuwa juu, haiwezi kukaliwa juu na kitu kingine. Katika moja ya maelezo yake Muhammad Kanzu akaanza kumsapoti Sheikh Omar Salim ya kwamba watu haitakiwi kwa mafundisho ya Uislamu wakakae katika eneo la Nyerere Square kwa sababu kuna eneo la sanamu, ili waweze kusikiliza Qur'an. Kulibaini hili jinsi alivyokuwa akisapoti ni kwa jinsi atakavyoeleza mmoja katika maelezo yake, na tutaleta andiko la Qur'an ili ubainike hili. Kabla ya hilo, kumbuka kusubscribe na kulike na kushare, kwani audio hii tutaweza kuijibu kwa aina mbili kupitia chaneli yako hii Shawshaba Online TV. Hivyo tumsikilize. Naam. Uislamu tunasema hivi: yajuzu qira'atul Qur'ani fi kulli makanin tahirin, inajuzu kusoma Qur'ani sehemu yoyote ile ambayo kwamba iko tahara, sehemu yoyote ile ambayo kwamba iko tahara. Amemsapoti na kumuunga mkono Sheikh Omar Salim Waitara pale aliposema Nyerere Square ni eneo la kiserikali na masuala ya kisiasa. Sisi Waislamu mambo hayo hayatuhusu. Amesapoti maelezo haya Sheikh Omari, ndugu yetu huyu aitwa Muhammad Kanzu, pale aliposema yajuzu qira'atul Qur'ani fi kulli makanin tahirin, inajuzu kuisoma Qur'ani katika kila sehemu iliyo tahara. Weka mstari hapo, kila sehemu iliyo tahara. Sasa ili sehemu iwe tahara, ni moja ya vitu gani huwa vinaondoshwa katika sehemu hile ndio sehemu hiyo inabakia kuwa tahara? Weka alama ya kuuliza hapo. Majawabu, twende katika suratul Baqara 125. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anamwelekeza Ibrahim na Ismail ya kwamba wataharisha al-Kaaba, katika vitu walivyoviondoa katika hiyo al-Kaaba ili ionekane al-Kaaba ni tahara, ni vitu gani? Alafu tarudi baadaye kuitazama Nyerere Square, je, nayo imeepukana na vitu hivyo vilivyokuwa vimeondolewa na Ibrahim na Ismaili ili ionekane Nyerere Square ina utahara, ikafae kuisoma Qur'ani maeneo hayo? Twende kwenye kitabu kiitwacho Umdatut Tafsiri anil Hafidh Ibn Kathir, juzia ya kwanza katika ukurasa 137. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya litaifin wal akifin waruka'is sujud, ya kwamba tulitoa maamrisho au tuliagiza kwenda kwa Ibrahim na Ismaili ya kwamba wataharisha al-Kaaba, nyumba yangu, wataharisha nyumba yangu kwa ajili ya wanaofanya tawafu na kwa ajili ya wanaofanya itikafu. Sasa fikiria hivi, al-Kaaba ili iwe tahara, moja ya vitu vilivyokuwa vimeondoshwa hapo kwa mujibu wa sehemu tuliokuashiria kwa rangi hapo chini ni masanamu, na ndio kauli aliyoondoka nayo Mujahid wa Said ibn Jubair, lakini pia na wengine ambao wametajwa katika vitabu vingine ikiwepo Ibn Abbas, akiwepo Qatada, akiwepo Jariru Tabari, ya kwamba katika hivyo walivyokuwa na vitwaharisha kuviondoa katika hiyo al-Kaaba ili ionekane al-Kaaba imebaki tahara, moja ya vitu walivyoviondoa ni masanamu. Hasa ikiwa ni hivyo, je, Nyerere Square kulipodaiwa kumeenda kufanyika mashindano haya na kusoma Qur'ani maeneo hayo, kulikuwa ni sehemu ya utahara wa kuisoma Qur'ani maeneo hayo? Fikiria kwa kuondoa ushabiki na kuangalia hoja iliyosimama. Hilo la kwanza. La pili, fikiria hivi, kati ya Qur'ani na kati ya al-Kaaba ni kipi kitukufu zaidi kuliko mwenzake? Unaikuta Qur'ani ndio tukufu zaidi kuliko al-Kaaba. Hasa vipi Qur'ani iliyo na utukufu zaidi kiwango hicho ikasomwa kwenye maeneo yaliyoko na sanamu, afu al-Kaaba iliyo na utukufu wa chini ikaweze kutwaharika na iwe safi kwa kuondolewa masanamu? Hebu fikirieni vizuri maeneo haya. Inawezekana ndugu zetu waliokuwa wanajaribu kutetea hicho hawakufanya tafiti vyema katika hoja zao. Pia kitabu Al-Jawahiru fi tafsiri al-Qur'ani
ndani ya ukurasa 139 alipokuwa anaielezea hiyo aya inayopatikana katika suratul Baqara 125 nambari pale kwenye sentensi iliyosema antahira baiti, twarisheni nyumba yangu, ilikimaanisha moja ya vitu walivyokuwa wanaviondoka katika ile alqaba ili tohara ni masanamu minal authani, kutokana na masanamu. Vitabu vya tafsiri na kuletea ndugu yetu Muhammad Kanzu uweze kutathmini hili. Ili sehemu hiyo tohara, moja ya vitu vilikuwa vinaondosha ni masanamu, kupitia kitabu hiki na kitabu kilichotangulia. Lakini pia kitabu kingine, hata ukienda katika Jalalaini amekwambia kilichokuwa kimeondolewa katika ile alqaba ionekane imekuwa tohara ni masanamu. Nenda pia katika kitabu kilicho mbele yao kiitwacho Aljamalaini Liljalalaini katika mjeledi wa kwanza ukurasa wa 50. Aya hiyo hiyo alipokuwa ameambiwa Ibrahim na Ismail watwarishe nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika moja ya vitu walivyoviondoa ile nyumba ya Allah ibaki kuwa tohara ni masanamu. Aliposema tahira baiti, twarisheni nyumba yangu, minal authan, tafsiri ilivyosema hapo, kutokana na masanamu. Hiyo ni Qur'ani iliyozungumza kumwelekeza Ibrahim na Ismail, na katika kutwarisha kwao ikaonekana moja ya vitu walivyoviondosha ni masanamu. Tafakarini Waislamu kwa kuondoa ushabiki na kuangalia hoja iliyosimama, na huku ukifikiria kilichoenda kufanyika pale Nyerere Square kina usahihi kiwango gani ukilinganisha na Ibrahim na Ismail. Allah alipowaagiza waitwarisha alkaaba, moja ya vitu walivyoviondoa katika alkaaba ili ionekane iko tohara ni masanamu. Fikiria Qur'ani ukilinganisha na utukufu wake ambapo uko juu kuliko alkaaba. Vipi Qur'ani ikasomwa Nyerere Square kulipo na sanamu? Eneo la Nyerere Square ni eneo la kisiasa na serikali. Sisi si watu wa kwenda kuswali pale kulingana na mazingira na hali ilivyo. Tukisema hivyo hatuleti shida. Na baada ya kusema maelezo haya, ndipo akaibuka ndugu yetu huyu aitwaye Muhammad Kanzu na kujaribu kutoa maelezo ya kashfa kadhaa kumwelekea Sheikh Omar Salim wa Itara. Inshallah Rahman tutajibu maelezo hayo katika audio ya pili. Katika jumla ya maelezo ya ndugu yetu Muhammad Kanzu amekwenda kumtaka Sheikh Omar Salim wa Itara ya kwamba ni dalili gani iliyokuongoza wewe kwenda kuharamisha watu wasiende Nyerere Square? Tunahitaji dalili hiyo. Naam ndugu yetu, mimi nakwambia moja ya dalili, chukua hiyo Ibrahim na Ismail alipoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala watwarisha alqaba, moja ya vitu walivyoviondoa ila alqaba ibaki tohara ni kuondoa masanamu. Ifanye hiyo ni moja katika dalili za kuonyesha kwenda Nyerere Square hakufai kwenda kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu maeneo yale, kwa sababu kuna masanamu na Qur'ani ndio tukufu kuliko kitu kingine chochote. Alqaba haiwezi kapita utukufu wa Qur'ani. Sasa inawezekanaje alqaba iko chini ya utukufu ukilinganisha na Qur'ani? Alqaba itwarishwe na isafishwe kuepushwa na hayo masanamu, afu nyinyi mkaisome Qur'ani kwenye eneo lilioko na masanamu, afu wakati huo muone ni sawa tu na hakuna tatizo, naye sheria eti inakubali. Inawezekanaje hivyo? Ikitokea utaipindua dalili hii ionekane ya kwamba haifai kukusapoti katika hilo, basi nikupe dalili nyingine kukufikirisha katika kitabu Badai'u Sanai fi tartibi sharai juzuu ya pili ndani ya ukurasa wa 293, hapo palipowekewa rangi tunukuu, anna nabii sallallahu alayhi wasallam naha ani salati inda tulu'i shams, mtume amekataza kuswali wakati jua linapochomoza. Na hadithi hapo zikaelezwa kadhaa maeneo tuliyokatazwa na sababu zake, lakini pia jua linapochomoza tunakatazwa kwa sababu gani? Mfafanuzi wa kitabu hiki akasema hivi hapo chini, wayasjuduna laha inda tului, wanalisujudia hilo jua wakati linapochomoza, tahiyatan laha, ikiwa wanakusudia wanalisalimia. Kwa hiyo huyu Muislamu anayeswali kwa lengo la kumwabudu Mungu anakatazwa kuswali muda ule, ingawa imani yake ni kumwabudu Mungu, kwa sababu tu kwa muonekano wa nje isije ikaonekana analingana na anafanana kwa muonekano wa nje na wale watu ambao si Waislamu wanaoabudu lile jua wakati linapochomoza. Ndugu yetu Muhammad Kanzu, jaribu kuchukua sababu hii, ingawa imani ya kila mmoja ni tofauti. Huyu anamwabudu Mungu na huyu anaabudu jua. Huyu Muislamu anayemwabudu Mungu kakatazwa kuswali muda ule ili isije kaonekana na sapoti kile kinachoabudiwa jua linapochomoza na wale wasiokuwa Waislamu.
Chukua sababu hiyo, afu nenda katika ile Nyerere Square, kafikirie haya yafuatayo. Ile Nyerere Square utengenezwaji wake, gharama zake na kuandaliwa eneo special kwa ajili ya hicho kitu, fikiria malengo yake ni nini, sababu zake ni nini. Utakuta natija ama faida ama chanzo kitakachopatikana mpaka kufanyiwa hicho kitu ni taadhiman wa tashrifan lahu, kwamba ni kumwadhimisha na kumtukuza huyo mheshimiwa aliyechorwa maeneo ya pale. Ikiwa ni hivyo, nyinyi mlioenda kufanya mashindano ya Qur'ani maeneo yale, hamjasapoti hiyo fikra ya kuadhimisha na kutukuza hilo sanamu lilochorwa hapo na Nyerere Square. Ikiwa nyinyi mtadai kwamba lengo lenu nyinyi kusoma Qur'ani, nyinyi hamwendi kusujudia sanamu, ikiwa lengo lenu ni hilo, angalieni ule uhusiano, mlingano, kama jinsi tulivyoona mlingano wa kukatazwa muda wa kuswali wa kuchomoza jua. Muislamu anakatazwa asiswali sunna yoyote, kwa sababu muda ule kuna wasiokuwa Waislamu wanaliabudu jua lile kwa muonekano wa dhahiri, tukakatazwa. Hasa na nyinyi kwa muonekano wa dhahiri hamjasapoti kwenda kuonyesha ile pasenti ya hicho kilichofanyika hapo kwa mujibu wa kumwadhimisha huyo mheshimiwa kwa eneo hilo, kwenda kuisoma Qur'ani. Kitabu Tuhfatul Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari katika mjeledi wa kwanza ukurasa wa 74, ambapo ameweka babu fadli man istabara lidinihi, mlango unaelezea ubora kuhusiana yule ambaye ameitunza na kuilinda dini yake. Akainukuu hadithi ifuatayo ya kwamba al-halalu bayyin wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, katika baadhi ya hadithi zingine, lakini iliyokuja hapo bainahuma musabbahatun la ya'lamuha kathiru minan nas faman ittaqa shubuhat faqad istabara lidinihi wa irdihi. Tuchukue kipengele hiki, yeyote atakaye yaepuka yale mambo yenye shubha, basi mtu huyo atakuwa ameiokoa na ameilinda na ameitunza dini yake na heshima yake. Ndugu yetu Muhammad Kanzo pamoja na wenzako wote, kwa kutanguliza ikhlas na wala msitangulize ushabiki wa kile mlichokuwa mmesimama nacho. Kutanaza na kurudi nyuma kulingana na hoja mlizokuwa mmesimama zisizokuwa na mashiko ni jambo jepesi sana kama mtatanguliza ikhlas. Fikirieni kwa jambo hili, kama mtahesabu sasa kwamba ni jambo lenye shubha, ukilinganisha hadithi ile, Mtume anawakataza watu wasiswali sunna wakati jua linapochomoza, kwa sababu akiswali muda ule itaonekana analingana na yule mtu anayeabudu jua. Hasa na nyie fikirieni hivi, kutengenezwa kwa hii Nyerere Square hapa, malengo yake ni nini? Tafuteni sababu, utakuta ni taadhimu wa tashrifan lahu, kwamba ni kumtukuza na kumwadhimisha mheshimiwa kwa kumwenzi. Hasa nyinyi mlipoenda kufanya jambo hili pale la kuisoma Qur'ani hapo Nyerere Square, ingawa imani zenu zinasema ni kuisoma Qur'ani, hamuone mnaingia kwenye shubuha kama hiyo. Mtume alikuwa ameikataza ya mtu asiswali, Muislamu asiswali wakati jua linapochomoza, kwa sababu muda ule kuna wasiokuwa Waislamu wanaliabudu jua lile. Hasa hizi ni hadithi ambazo nimekuletea, kama maeneo yote utazihesabu kama si hoja, hapo tena wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.